Kwa nini mwanao hapendi kula? Wazazi wengi wanapitia changamoto hii kila siku. Unakuta mtoto anaandaliwa chakula kizuri kabisa, lakini anakataa kula. Unakuta anajilizaliza tu, anakula vijiko viwili tu, au hana kabisa hamu ya kula. Video hii itaelezea kwa mapana zaidi suala hili la mtoto kukosa hamu ya kula au kutokupenda kula kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli yetu, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza, na hapo utakuwa umewasha notification na utakuwa wa kwanza kupata makala zetu za afya kila siku. Kwa nini mwanao hapendi kula? Je, hii ni kawaida kwa watoto au kuna tatizo lililojificha kwenye afya ya mwanao? Leo nitakueleza sababu, dalili, madhara na namna sahihi ya kumsaidia mtoto mwenye tatizo la kutopenda kula. Mimi ni Dr. Emmanuel Teofilo. Basi sikiliza video hii hadi mwisho. Nitaanza na sababu zinazopelekea mtoto kutopenda kula. Kwanza kabisa, mzazi unatakiwa kujua mtoto kutopenda kula si uvivu tu. Mara nyingi kuna sababu mbalimbali za kiafya au kimazingira. Sababu ya kwanza ni upungufu wa virutubisho mwilini. Mtoto akikosa madini muhimu kama zinki, iron na vitamini vingine, hamu ya kula hupungua sana na kusababisha kutopenda kula kwake. Sababu nyingine ya pili inayopelekea mtoto kutopenda kula ni minyoo tumboni. Watoto wengi wana minyoo bila wazazi kujua. Minyoo husababisha mtoto kukosa hamu ya kula, kuchoka haraka na wakati mwingine tumbo kuuma mara kwa mara. Sababu nyingine ya tatu ni tatizo la mmeng'enyo mbovu wa chakula. Mtoto anaweza kuwa na gesi tumboni, kupata choo kigumu, tumbo kujaa au mfumo wa mmeng'enyo usiofanya kazi vizuri. Hali hii pia inaweza kuchangia kuondoa hamu au kusababisha tatizo la mtoto kutokupenda kula. Sababu nyingine ya nne ni maambukizi ya mara kwa mara yanayoweza kufanya mtoto asipende kula. Mfano, mafua ya mara kwa mara, homa, vidonda vya mdomoni au koo kuuma kupita kiasi. Hali hii pia inaweza kusababisha mtoto kutokupenda kula kabisa. Sababu nyingine ya tano, ambayo ndio sababu kubwa, ni kumpa mtoto vyakula visivyofaa kwa wingi. Watoto wengi wanapewa pipi, soda, biskuti na vitu vingine vya sukari nyingi kabla ya kula chakula kikuu. Hii hupunguza hamu ya kula kabisa. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi na unanisikiliza, usipende kumpa mtoto vyakula vyenye sukari nyingi kama nilivyoelezea: pipi, soda, biskuti, ice cream na vyakula vingine vyote vyenye sukari kabla ya kupata chakula kikuu. Ukifanya hivi, maana yake unapunguza hamu ya kula kwa mtoto. Pia matumizi mengi ya simu na TV wakati wa kula huwasili mtoto kula vizuri. Wazazi wengi wamekuwa na tabia, wakati wa kula anawasha TV, anamwekea mtoto katuni, mtoto anaendelea kuangalia katuni huku anakula. Hali hii huwasili ulaji wa mtoto na kumsababishia hali ya kukosa hamu ya kula. Sometimes kuna wazazi wengine unakuta akamnunulia mtoto tablet, so hata muda wa kula yeye yuko na simu, pia ina asili ulaji wa mtoto. Hivyo zingatia sababu hizi nilizozielezea kwa ajili ya kudhibiti ulaji wa mtoto. Mtoto anatakiwa kupata chakula kilichoandaliwa vizuri na mazingira salama. Hii hali hupelekea mtoto kula chakula kwa kujisikia vizuri na kupata afya iliyo njema. Usikose katika sehemu inayofuata ambayo nitaelezea dalili za mtoto asiyependa kula. Video inayofuata itaenda kuelezea kwa undani zaidi utajuaje kama mwanao hapendi kula. Video inayofuata itaenda kuelezea. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika makala zetu, tafadhali subscribe channel hii, uendelee kupata makala mbalimbali za afya na uendelee kujifunza zaidi. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel Teofilo. Hakikisha unachukua namba kwenye video hii au unashusha comment katika video hii ili tuweze kujua nini kinachomsumbua mwanao, nasi tutakusaidia kwa haraka sana. Asante na kwaheri.